kuna tukio la moto ambao unaunguza vibanda katika eneo letu hili la mawasiliano. Mara moja Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika vituo vyetu kwa maana ya Lugalo pamoja na Mbezi na kituo cha Ilala tuliweza kutoa mitambo na kufika mahali hapa kwa ajili ya kukabiliana na tukio hili. Wakati mitambo inafika eneo la tukio, moto ulikuwa ni mkubwa na vibanda almost karibia nusu vilikuwa vinateketea. Kwa hiyo askari wetu mahiri waliweza kupambana na moto huu ili usiweze kusambaa zaidi na kuleta madhara zaidi, na hatimaye kuweza kucontain moto na moto ukawa umezima. Kikubwa, kulikuwa kuna vibanda ambavyo vina mchanganyiko wa biashara, kwa maana biashara za nguo, biashara za vipodozi pamoja na biashara nyinginezo, vinywaji na biashara nyinginezo. Kwa mchanganyiko huu wa biashara na uwepo wa material ya mbao, kwa maana ujenzi ambao kwa umefanyika kwenye vibanda hivi ulikuwa ni ujenzi wa vibanda vya mbao. Kwa moto huu ulikuwa ni kusambaa kwake ilikuwa ni rahisi sana kutokana na nature ya material kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini tunamshukuru Mungu, moto huu hauna madhara yoyote kwa binadamu isipokuwa tu ni maji. Na kwa tathmini ya haraka ambayo imefanyika inaonyesha kwamba zaidi ya vibanda 500 vimeweza kuathirika na moto. Lakini baada ya kukata moto kutosambaa katika maeneo mengine, kuna maeneo yale ya shedi ambayo yalikuwa yanatumika na wafanyabiashara wengineo, wafanyabiashara matunda na vyakula mbalimbali. Zile shedi takriban 6 zimenusulika na zaidi ya vibanda 280 pia nao vimenusulika. Nitoe rai kwa wafanyabiashara ambao wana mtindo wa kujenga vibanda vya mbao. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linatoa rai kwamba wakati wa ujenzi wa ufanyike ujenzi wa material ambayo hayatasababisha moto kusambaa kwa haraka kutoka sehemu moja ama sehemu nyingine. Lakini pia tunaendelea kusisitiza wakati wa ujenzi wa vibanda kuhakikisha kuwa kuna fire break, kwa maana zile njia ambazo zitasababisha moto kusambaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tumeanzisha investigation kwa maana uchunguzi, na mara baada ya uchunguzi kukamilika, taarifa rasmi itatolewa ya nini hasa chanzo ambacho kimesababisha moto huu. Ni mapema mno kuweza kuzungumza ni mipango gani tutakayoifanya kuwarejesha katika hali ya kawaida, kwa sababu kwanza ni lazima tuhakikishe eneo hili ni salama. Lazima tuhakikishe moto wote umezimika na hakuna viashiria vyovyote au uwezekano wowote wa moto kuwaka tena na kuleta hasara zaidi. Kwa hiyo niwaombe wafanyabiashara wawe watulivu katika kipindi hiki, watoe ruhusa na nafasi kwa jeshi letu la Zimamoto na Uokoaji pamoja na jeshi la polisi kuifanya kazi hii hadi ikamilike. Najua wengi hata kesho waweze kurudi na kuanza kufanya biashara, lakini kwanza tudhibiti kuhakikisha kwamba hapa pako salama. Nitoe rai kwa wananchi ambao walikuja hapa kusaidia kuzima moto na wengine kuangalia nini kilichotokea. Kwa muda huu ambao tumeshafikia, tuwaombe wale wote ambao hawahusiki waliache eneo hili liwe wazi ili kulinda usalama wa mali za wananchi zilizoko hapa. Hatutegemei, kwa sababu mpaka sasa nawashukuru sana wananchi kwa namna ambayo wameshirikiana na jeshi la Zimamoto. Lakini baadaye kunapokuwa na giza, sio wote wanakuwa ni wema, wote wanataka kubaki hapa kwa nia njema. Kwa hiyo niwaombe wale wasiohusika waondoke katika eneo hili, watuache ili tuweze kufanya kazi. Lakini kwa wale wafanyabiashara ambao watapokea mizigo usiku, tunafahamu kuna magari ambayo tayari yako njiani analeta mizigo hapa kwenye biashara za mazao na biashara nyinginezo. Tumeshawaelekeza viongozi wafanya biashara waweke utaratibu mzuri, kwanza washirikishe jeshi la polisi kuanzia magari yanapotoka huko ili tujue yanavyokuja, tuyape utaratibu. Kama ni sehemu ya kupaki, apewe maeneo pa kupaki maalum. Lakini asije mtu akatoka tu moja kwa moja anataka kuingiza bidhaa ndani ya soko wakati tayari tuna changamoto hapa itakayopelekea mtu apate hasara. Kwa hili ni la muhimu sana kwa wafanyabiashara na viongozi wao tayari tumeshawapa maelekezo. Lakini la mwisho ni kutoa rai kwa wafanyabiashara wote na vyombo vyote vinavyohusika na usimamizi wa masoko kuchukua hatua muhimu sana kudhibiti mioto katika maeneo yetu. Inapotokea wafanyabiashara wanajenga vibanda vyao, mara nyingi huwa hatutoi nafasi ya kwanza magari ya kupita ya kuzima moto, lakini pia tunaviunganisha sana kiasi kwamba ikitokea changamoto vibanda vyote vinashika moto kwa wepesi. Sasa sisi tutaendelea kusimamia kwenye masoko mbalimbali, na nimeyataja wakati tunaongea pale awali. Pale Malamba Mawili, Mbezi kwa Yusufu, Mbezi kule kama unaelekea Goba, Mabibo, Manzesi.
ni lazima tuende tupite, tuangalie, na jeshi la zimamoto piteni. Sasa hivi hatutaenda kama tunaombana kuachia njia. Uongozi wa masoko, wale watu ambao wameuziwa maeneo yaliyokuwa njia watoke, ili kuepusha hasara kwa wafanyabiashara wengine. Na bahati nzuri wafanyabiashara huwa wenyewe wanajua wapi waliacha njia ili kuepusha hatari kama hizi. Sasa wapo wachache, anaenda pale, anapita njia anazozijua, anatoa fedha, anauziwa kaeneo ambapo kalikuwa ka njia. Baadaye likitokea janga kama hili, tunashindwa kuchukua hatua za kudhibiti mioto katika maeneo yetu.